Inawezekana vipi mganga anakuahidi kukupa utajiri, lakini anahitaji utoe kiasi kidogo cha pesa? Je, huu sio utapeli? Kabla sijaendelea, usisahau kulike, subscribe, share ili na wengine wajifunze kitu. Kama mtu ana uwezo wa kukupa utajiri, kwa nini yeye mwenyewe asiwe tajiri kwanza? Kwa nini akuhitaji pesa kidogo kutoka kwako ili akusaidie? Wengi wanauliza swali hili wasijue kuwa linamgusa mpaka Mungu wao. Kama Mungu anaweza kukubariki na mali, kwa nini akuombe zaka kwanza? Ukisoma kwenye Malaki 3:10 anasema, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Fanyeni hivi, asema Bwana, nanyi muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Ama la. Baba zangu na mama zangu, mnawezaje kumuona mganga ni tapeli, halafu Mungu wenu mnamuona halali? Kwa mujibu wa fungu hili, zaka mara imegeuzwa kuwa sharti la kupata baraka kutoka kwa Mungu. Hii ni sawa kabisa na mganga kutaka kitu kutoka kwako ili kiwe sharti la wewe kupata ama kufunguliwa baraka na abundance. Je, tuseme mganga na Mungu ni matapeli? Ngoja niwafunze kitu. Kwanza, sipo hapa kumpinga Mungu, niko hapa kupinga mfumo unaotumika kumuelezea Mungu. Namaanisha hivi, mimi simpingi Mungu, napinga namna Mungu anavyoelezewa. Sasa mganga na Mungu huwa wanamaanisha nini kufanya hili? Kuna kitu kifahamikacho kama law of cause and effect. Hiki ni nini? Hii humaanisha hakuna kinachotokea bila sababu. Na hii imewekwa na universe. Ambapo inamaanisha kwamba universe inasema kwamba hakuna kinachotokea bila sababu. Na kila sababu huzaa matokeo. Cause ni chanzo, kile unachofanya au kile kinachotokea kwanza. Na effect ni matokeo, kile kinachofuata baada ya hicho chanzo. Mfano, ukipanda mbegu ardhini, basi itamea ikiwa mazingira yako uliooteshea ni sahihi. Hapa hakuna imani, hii ni sheria inayoonekana kwa uwazi kabisa. Unapotoa zaka unapanda, tegemea kuvuna. Unapotoa kwa mganga unapanda, tegemea kuvuna vile vile. Hii ndio sheria inayoongoza spiritual world. Haijalishi ni wapi. Hii imetoka kwa universe. Hii ndio huitwa karma, kama ulikuwa haujui au hufahamu. Kwa wale wa universe wenzangu, tutakuwa tunajua karma. Yaani kwamba ni kile kitu ambacho umekifanya au umekitoa kinarudi kwako. Kama kuna kitu ambacho ulishakifanya maishani mwako, basi kitarudi kwako vivyo hivyo. Aidha umemfanyia mtu na wewe utafanyiwa hivyo hivyo. Unachofanya kimwili, kiakili, kiroho kinarudi kwako kama matokeo. Cause and effect. Hii sheria ya cause and effect ni general law. Haina upande wa nzuri au mbaya. Ni natural. Ukifanya vibaya utapata vibaya. Ukifanya vyema utapata vyema. Universe haijakosea. Sasa vijana wanataka kupokea bila kutoa. Hiyo sheria mliona wapi? Nani aliyewafunza hivyo? Na vijana wengine wakiombwa pesa na wataalamu wa tiba wanasema ni utapeli. Ili hali hospitali wanatoa malipo kuhudumiwa, kanisani, msikitini wanatoa zaka ili kubarikiwa, na hawaoji hawaoji kama wanavyohoji kwa wataalamu wa tiba za asili. Hii ni higher level of mindness. Umeona? So tutakuja
kuendelea na sehemu inayofuata. Mbarikiwe.